Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi iwe pamoja nanyi, wananchi wa Pi Network Support East Africa Community au wananchi wote wa Pi Network kwa ujumla katika viunga vyake. Ndugu yenu katika imani ya Pi Network, yani wale ambao tunaiamini Pi Network, ni ndugu yenu Pioneer mdogo Msafiri Mzirai. Leo hii nami nataka kuzungumza ama kuweka jambo katika swala ambalo lipo katika masikioni mwetu, katika macho yetu, katika akili zetu, swala linaloitwa Clarity Act. Viongozi wengi wameshalizungumza swala la Clarity Act, sikuwa na haja ya kuzungumza, akiwemo kiongozi wangu, mwalimu wangu wa Hichla. Amekuwa ni mstari wa mbele sana akifafanua kiunagaubaga kuhusiana na Clarity Act. Ilitosheleza kuelewa na kuishia hapo, lakini kama ilivyo desturi yetu kwamba mwalimu mmoja anaweza akaongea na mwingine naye akaja kuongezea nyama au kuweka naye mtazamo wake, jinsi ambavyo alivyofuatilia na kuona ni kitu gani ambacho kinafaa. Na nimeona kuongea kwa sababu pioneer wengi sana tumestaki ama tumestakishwa katika Clarity Act. Tumeona ikafika hatua project yetu tukaisemea kwamba inafika kufika hatua za mbali au hatua ya mwisho kwa sababu ya Clarity Act. Kwani huyu Clarity Act ni nani? Na ni kwa nini tunamsubiria? Amebeba nini? Anahusika na nini? Na ni kwa nini yupo? Basi tuijue kwanza Clarity Act ni nini. Clarity Act ni mswada wa kisheria ambao umeanzishwa, kama sijakosea, ni mwaka jana. Kama ulianza zamani ni mwaka juzi, ambao umeletwa na Seneti ya Marekani ikisimamiwa na rais wa Marekani kupitisha sheria ama kutunga sheria inayohusiana na masuala ya cryptocurrencies ama digital asset. Na mswada huu ni ukipitishwa ni mfumo, unakuwa ni mfumo rasmi wa kusimamia kisheria mfumo mzima wa digital asset, lakini ndani ya taifa la Marekani. Clarity Act haitungwi kwa ajili ya Tanzania, haitungwi kwa ajili ya Indonesia, haitungwi kwa ajili ya Malaysia. Inatungwa kwa ajili ya mustakabali wa taifa zima la Marekani, kwa ajili ya mustakabali wa wananchi wa Marekani, kwa ajili ya mustakabali wa wafanyabiashara ama investors wa Marekani. Kwa wanajitungia wao sheria kama taifa la Marekani. Lakini hapo bila kusahau ya kwamba Marekani ndiyo kitovu ama ndiyo jicho ya mataifa mengine, kama alivyonukuliwa Trump akisema anataka kuifanya Marekani kuwa ndiyo capital ya crypto duniani, kwamba iwe ndiyo capital city ama capital country ama capital nini, sawa, iwe ndio taifa kubwa ama soko kuu ama nchi kuu ama nini katika mustakabali mzima wa crypto duniani. Awe ndio kinara, ndio kiegezo, ndio kielelezo, kwamba unapotaka kuifuata roadmap ya crypto ikuongoze vyema, basi uangalie Marekani. Ndio malengo yao. Kwa tunaposema Clarity Act ni kwa ajili ya Marekani, basi fahamu inaweza ikawa ina athari
na mataifa mengine. Sasa Clarity Act ni kwa nini inatungwa? Kama ilivyo ada, huwa sheria haitungwi kabla ya kuwepo hicho kinachotungwa sheria. Mfano, haiwezi ikatungwa sheria ya mwizi afanywe nini ikiwa bado haikuja kupatikana mwizi. Sheria hiyo haiwezi kuwepo. Haiwezi katungwa sheria ya mzinifu ikiwa hajawahi mtu kufanya uzinifu. Haiwezi katungwa sheria ya maandamano kwamba watakaoandamana watafanywa 1, 2, 3 ikiwa hakujawahi kuwepo watu walioandamana. Kwa sheria siku zote ilivyo, inaanza kwanza kile ambacho kinataka kutungiwa sheria ndio kinatangulia. Kwa hiyo baada ya kuwepo cryptocurrencies, sarafu za kidigitali, kuanza kufanya maisha yao, movement zao, na kuwa wameonekana wana mfumo tofauti na sheria zilizopo, basi serikali ina haja ya kuzitungia sheria, regulation. Kwa lazima kuwe na mfumo ambao utakao waongoza ili serikali iweze. Sheria inavyotungwa, sababu kuu ni 2 tu. Sababu ya kutungwa sheria na serikali ni 2. Sababu ya kwanza ni upatanisho kwa users wa ile kile wanachokifanya. Kazi kuu ya sheria ni kutengeneza uwiano, ratio, au kutengeneza upatanisho, kusiwepo na malalamiko ya udhulumiaji, ya uoneaji. Hiyo ndio lengo kuu la sheria. Lengo mama ni kwa ajili ya kupata profiti ndani ya hiyo sheria iliyotungwa. Kwa hiyo ilivyokuja hizi crypto zilikuwa hazipo kabla, kwa hakukuwa na sheria. Zilivyokuwepo, kunahitajika muhimu kuwepo na sheria ili kuweka upatanisho baina ya watumiaji, users, kwamba mimi ninapokuwa nimeziendea hizo crypto nikapata changamoto, sheria ipo itakaoniongoza nipite wapi nipate haki yangu. Na yule ambaye anatoa huduma akazulumiwa, sheria ipo ya kufata ili aweze kupata haki yake. Hilo ndio lengo kuu la sheria, na kupata kipato kwa wale wanotuongoza sisi kutupatanisha, ambao ni serikali, ambao serikali wanakuwa ni mtukati, centralization. Sasa tayari kuna Marekani kuna vitu vikubwa viwili vinavyosimamia masuala yote ya kibiashara, masuala yote yanayohusiana na miamala. Kuna kitu nadhani kila mtu anakifahamu kinaitwa SEC. Kila mtu anafahamu. Kama wewe upo unanisikia sasa hivi haufahamu SEC ni nini, basi SEC ni Security and Exchange Commission. Security and Exchange Commission ni tume ya Marekani. Fahamu, ni tume ya Marekani, haihusiki na dunia. Ni tume ya Marekani ya kusimamia securities na masoko ya hisa. Hicho ndio kifupi, ndio abbreviation ya SEC, Security and Exchanges au Exchange Commission. Sasa hii SEC inasimamia masuala ya sarafu au mali yoyote ambayo ndani yake itakuwa na securities au ndani yake itakuwa na interest, investment. Mali hiyo inasimamiwa na SEC. Haitojalisha mali hiyo iwe ni mali inatokana na fiat currency, mali hiyo inatokana na cryptocurrencies, ili hali tu itakuwa ina security, yani ina security. Ile unaposema security unaweza usielewe, sawa?
Nitatoa mfano katika masuala ya masuala haya ya crypto. Security ni mfano, hawa developers wanaotengeneza token anakwambia nipe labda mfano Pi Network wanasema bana, nipe mimi $10, tupeni Pioneer, kila Pioneer atoe $10. Akishatoa $10, zile $10 ataweza kupatiwa Pi 100. Akishapatiwa Pi 100, alafu sisi tutautengeneza huu mfumo kutokana na activities zilizokuwepo ndani ya hii ecosystem yetu, zile sarafu zikapanda bei. Kwa sisi tunaweza hizi sarafu tukazipandisha bei. Tukishazipandisha bei, tayari wewe ile $10 yako ulotoa, ukija kuziuza zile sarafu unakuwa una $30 au $100. Hiyo inaitwa security. Kutoa kitu kwa faida ya baadaye, kwa ahadi ya baadaye. Yes. Unatoa kitu kwa ahadi ya baadaye. Au kwa mfano wa kidunia, mfano wanaolima mahindi ama wanaolima mpunga, mtu anawekeza shamba, anaenda shamba kwa mkulima, then anamwambia mkulima, anamwambia mwekezaji, nipatie nipatie $500,000 niendeleshe activities za shamba. Baada ya mavuno nitakupa gunia kadhaa, gunia moja lenye thamani ya hiyo. Inaweza ikaingia katika security. Basi biashara hiyo seki wanahusika. Kama benki wanaofungua fixed account kwa ajili ya kupata riba baadaye, hiyo seki wanahusika. Au mfano, natoa mfano lakini huu ni mfano, kama vile Cryptex. Huu ni mfano kwamba unanunua mkataba wa $100. Ile $100 ni sababu ya wewe kukopesheka Bitcoin kadhaa. Afu kila wiki, kila siku, sijui ni kila nini wanapewa baada ya miaka 2 au miaka 3 au miaka 5 au miaka 7 unapata fungu lako. Hiyo inaingia katika nini? Katika mikono ya nini? Ya seki. Inaingia katika mfumo wa security. Kwa seki wanahusika katika mfumo huo. Kwa seki wanasimamia nini? Seki watasimamia mifumo yote ya hisa, mali ambazo ndani yake zinakuwa zina hisa, ambazo ni stocks na bonds. Seki wana sheria ya kuwasimamia au ya kuwalinda wawekezaji dhidi ya udanganyifu, kwamba mwekezaji anapoenda kuwekeza sehemu pakawa panaonekana pana udanganyifu, seki anahusika. Kama vile sisi tunavyowekeza kwenye Pi, si ndivyo? Tumewekeza katika project ya Pi, alafu kumbe project ya Pi ni ya scam. Ni scam project ambayo haina uhalisia wa kutoa faida hiyo ambayo sisi tunategemea. Basi hawa kwa timu watajikuta huko katika mikono ya seki, watawekwa jela. Hiyo ndo kazi kubwa nini ya seki, kusimamia makampuni zinazouza security kwa umma, pia kuhakikisha masoko yana uwazi na taarifa sahihi. Kwa kila soko ambalo linatoa huduma za security ama bonds, basi ziwe zina taarifa sahihi kwa wale users wake. Kwa seki ilikuwa ikifanya kazi kwa muda mrefu, ikihudumia industry pia ya nini, ya crypto. Hata ikafika hatua ikaona baadhi ya exchanges zilikuwa hazina uhalali kufanya kazi ndani ya taifa la Marekani. Wamiliki wake wakapigwa ban, wakawekwa hadi jela na seki. Mifano imetolewa, mfano yule mmiliki wa Binance CZ alifungwa
aliwekwa ndani, lakini akaja akatolewa. Kilichomweka ndani ni hayo masuala ya sheria ya SEC. Sasa hapo hapo kwenye SEC kuna kitu kingine kinaitwa CFTC. Ushakusikia kuhusiana na CFTC? Kama hujawahi kusikia maana ya CFTC, kirefu cha CFTC ni Commodity Futures Trading Commission. CFTC, Commodity Future Trading Commission. Sasa hawa CFTC na wao ni shirika ambalo linatambulika kisheria Marekani, ambalo nalo linasimamia mfumo kama wanaosimamia SEC katika muktadha wa mali zote ambazo ndani yake zitakuwa zina ABC. Tumeona SEC wanasimamia sarafu au mali ambayo ndani yake itakuwa kuna security, kuna investment kwa ajili ya faida ya baadaye. Sawa? Lakini hao CFTC wanahusika na masuala ya commodity. Commodity ili uelewe kama ufahamu commodity ni nini. Commodity ni zile mali ambazo zinathaminishwa na pesa. Yaani ni mali ambazo zinauzika kwenye soko huria kwa thamani ya soko. Kwa kifupi labda niseme commodity. Mfano wa commodity ni kama vile dhahabu ni commodity, mafuta ni commodity, gesi ni commodity, mazao haya mfano mahindi, mtama, mpunga, hii ni commodity. Korosho ni commodity. Ili unielewe maana yake ni kwamba CFTC wanasimamia hizo mali ambazo zinauzika kwa thamani ya pamoja ya soko. Mfano, dhahabu wewe hupangi bei. Dhahabu inapangwa bei na soko. Hiyo ni commodity. Kwenye wengi hamjauza dhahabu, unaweza usielewe. Nije kwenye mahindi. Wewe ukichukua gunia lako la mahindi ukapeleka sokoni, na mimi nikachukua gunia langu la mahindi nikapeleka sokoni, Never Give Up akachukua gunia lake la mahindi akapeleka sokoni. Tukishafika sokoni, mimi nitaenda labda na bei yangu, huyu ataenda na bei yake, lakini bei itaamuliwa na hali ya soko leo kutokana na demand and supply. Kwa hiyo demand and supply ndio itakayoamua bwana, hiyo gunia lako la mahindi tulinunua 30. Supply itaamua, soko iseme ile tunaita market capitalization, thamani ya soko. Market cap itasema gunia lako la mahindi lina thamani ya 100,000. Hiyo tunaita commodity, ambayo ndio inasimamiwa na CFTC, ambayo ni kama sasa Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP na sarafu zingine. Hizi ni commodity. Kwa sababu gani? Bei yake haipo kwa mmiliki, haipo kwa developer. Bei ya Bitcoin haipo tena kwa Satoshi Nakamoto. Bei ya Bitcoin ipo sokoni. Leo hii Bitcoin itafika $1 milioni mfano. Kesho ukaambiwa ni thamani ya soko, bei ikawa kutokana na Bitcoin zilizokuwepo sokoni na watu wanazihitaji, wanazouza au wanazonunua, bei ya Bitcoin ikawa ni $50,000, leo ni $80,000. Sasa hiyo inaitwa ni commodity. Sawa? Mfano sasa nimetolea mfano wa mahindi. Mahindi ukishapeleka sokoni, kwa sababu wewe huamui bei, wewe kama wewe mwenye mali huamui bei, upangi bei wewe, inaamuliwa na watumiaji, hiyo ni commodity. Lakini mahindi ukaya produce, ukatoa unga ni production ya mahindi.
ule unga wewe ndio utapanga bei kutokana na quality ya unga wangu. Kilo moja nitauza 1200. Hapo hakuangaliwi demand and supply. Ile unga wewe umeshaweka kilo moja, umeweka chapa. Ni kama vile sukari. Mimi nimeshaweka lebo, sukari yangu kilo moja ya sukari ni shilingi 3000. Nimeka package, iko full package ya kilo moja, vipakti vya kilo moja. Ile sio commodity kwa sababu bei inaamuliwa na yule aliyetengeneza ile sukari. Korosho ambayo haijabanguliwa bado, ile ambayo ndani yake bado haijachomwa au sijui inachemshwa, sijui inafanyaje, ile korosho nzima ni commodity kwa sababu bei yake itaamuliwa na soko. Lakini ikishabanguliwa, nikapeki zile korosho kwenye vipakti, nikauza kipakti hiki shilingi 3000, kipakti hiki ni 5000, kipakti hiki ni 10000, ile sio commodity tena. Ile ni mali ya mtu, bei inapangwa na muhusika. Hapo CFTC hawahusiki. Sio, umeelewa tofauti ya seki na our CFTC, our Security Exchange Commission pamoja na commodity CFTC, Commodity Future Trading Commission. Umeelewa tofauti yake? Sasa seki wanahusika katika kusimamia sheria ya nini? Sheria ya exchange, sheria ya cryptocurrencies, sheria ya digital asset. Na CFTC nao wana sheria pia, wanasema pia sisi tunazisimamia hizi sarafu za kidigitali, kwa sababu ndani ya sarafu za kidigitali zipo digital commodity. Wakatoa mfano Bitcoin ni digital commodity kama ilivyokuwa dhahabu. Bitcoin haina tofauti na gesi. Bitcoin haina mafuta ya kule yanayotoka Hamas. Kwa hiyo Ethereum nayo ni hivyo hivyo. Kwa hiyo sisi pia tunapaswa kuzisimamia, kutunga sheria. Sasa hapo kukawa kuna vita, kuna mvutano. Seki anasema mimi Bitcoin ni ya kwangu kwa sababu ndani yake nikichunguza naweza nikapata security, nikapata investment. CFTC anasema hapana, Bitcoin mimi ndio natakiwa nisimamie mimi kwa sababu ni digital commodity. Kaka kuna mvutano wa miaka mingi. Ndipo sasa kukaja hichi kitu kinaitwa Clarity Act. Sasa Clarity Act anakuja kuwa ni kama mpatanishi, kama muamuaji kesi kisheria, kutaka kumpa mandate ni nani mwenye mamlaka ya kusimamia Bitcoin, au mwenye mamlaka ya kusimamia hizo tunazoita, tuzitenge sasa kimafungu. Kwa hiyo nataka sheria ijue digital commodity ni zipi na ambazo sio digital commodity ni zipi. Yeye CFTC anasema sarafu ambayo tayari imeshakuwa ni full decentralized, au tokeni ambayo tayari imekuwa ni full decentralized, haipo katika mikono ya developers au mikono ya developer kama vile ilivyokuwa Bitcoin. Bitcoin Satoshi Nakamoto hahusiki tena, ameshatengeneza mfumo, watu wamefanya mining, akaurelease, kaingia mainnet, watu wakaanza kufanya transaction, wakaanza kupata reward, na mfumo umeshaekewa smart contract. Kila baada ya miaka 4 unaingia katika nini wanaita mining nini ile Bitcoin halving. Kila baada ya miaka 4 kunaingia kitu kinaitwa Bitcoin halving. Ile Bitcoin halving inapunguza rate ya utoaji wa zile sarafu. Sasa ile rate inavyotoka kila baada ya miaka 4 inabadilisha pia mwelekeo wa Bitcoin, kwamba miaka 4 hii Bitcoin ilipanda, miaka 4 inayokuja Bitcoin itashuka, miaka 4 ijayo Bitcoin itapanda thamani. Hivyo ndio soko linavyoendeshwa hivyo. Kwa Bitcoin inaweza isifike
ukaona mwaka unaokuja Bitcoin ikafika kwenye $500,000 mathalan, afu halving inayofuata, next halving Bitcoin ikashuka tena mpaka kwenye $100,000. Kwa inaendeshwa hivyo, yani tayari iko programmed. Sawa? Kwa hiyo kwa sababu haiko katika mikono ya developer, na pia bahati nzuri developer mwenyewe pia hajulikani, soko ndo linaendesha thamani ya kuamua Bitcoin iuzweje, inunuliweje. Hiyo ni digital commodity kama ilivyokuwa mafuta, kwamba demand ndio itaamua lita moja ya mafuta leo au tola moja ya petroli itauzwa kwa dola ngapi. Kwa hii ni digital, Bitcoin ni digital. Mfano Ethereum nao ni iko decentralized, ina smart contract yake, ina blockchain yake, na ipo inapatikana katika wallet za decentralized. Japokuwa muasisi wake anajulikana Vitalik Buterin ambaye aliunda 2013, lakini hii nayo ambayo tukiona ni digital commodity. Wakiangalia Solana ambayo imeundwa na waanzilishi wawili ambao ni Anatoly Yakovenko na Raji Gokal, kwamba Yakovenko tunamfahamu ndio, lakini Yakovenko hausiki tena katika Solana kuendelea kuiendeleza. Sasa hivi hizi nini sarafu zimeachiwa kwa nani? Kwa developers pamoja na node runners. Kwa hata mabadiliko ya hizi blockchain au mabadiliko ya hizi sarafu zinapotaka, hayapo tena kwa kina Yakovenko, hayako tena kwa katika Vitalik, hayapo tena sio kwa kina Nakamoto, zinajiendesha zenyewe kwa sababu zimeelekewa smart contract. Soko ndo linaamua. Kwa tunasemaje hii sio digital commodity? Kwa nini SEC mnasema hii mnataka kuidhibiti nyie? Na SEC anasema hapana, hizi ni smart contract, zinatumika katika kuwekeza miamala ya nini, ya interest. Sasa tugawane majukumu, kwa sababu katika hizi platform, hizi exchanger, kuna nini? Kuna activities zinazofanyika. Mfano kuna P2P, kuna holding, kuna kuhold coin, kuna spot trading, kuna future trading, kuna kufanya swap katika token. Wakasema tugawane majukumu, lakini hao majukumu tunagawana vipi? Na ndio maana CFTC ikaitwa ni commodity future trading. C ni commodity, F ni future, T ni trading, C ni commission. Kwa hiyo huyu CFTC akasimama yeye katika future trading, kwamba wewe leo hii mimi ninapotaka kuinunua Bitcoin kwa ajili ya bei ya baadaye. Mfano mimi nanunua Bitcoin leo ina thamani, nasema nanunua Bitcoin leo ina dola, nasema labda Bitcoin baada ya masaa mawili, mfano kwenye future trading, Bitcoin ndani ya masaa mawili itapanda thamani na kuwa dola 100,000. Sio tena. Nasema Bitcoin, wale wanafanya spot trading, future trading wanafahamu. Una open order, sawa? Una select Bitcoin, unafungua order, itajua mwenyewe katika margin ratio unaweka times asilimia ngapi, unanunua kwa dola ngapi, utachagua wewe mwenyewe, then una open order kwamba una buy short, una buy long au una sell short. Kwamba ile order yako uliyoifungua ni kwamba unaweza ukaweka target ya price yako, take profit and stop loss. Sawa, katika order yote iwe ni ya sell short au ni ya buy long. Ukasema baada ukibai ndio unasema Bitcoin kutoka hapa kwenye dola 80,000 itafika dola 83. Hiyo ni future trading. Hapo tayari CFTC wanahusika na kile utakachokipata pale. Ndio maana wale wanaofanya future trading, kuna transaction, kuna gas fee, kuna ada ya ile trading unaoifanya pale, kuna makato ya sarafu yenyewe,
kuna makato ya waiting, ya kusubiria kukaa katika ile trading yako, umekaa muda gani. Ukikaa muda mrefu zaidi, kuna makato ya kusubiria ile order kuwepo kwa muda mrefu. Na kuna ada pia ya hiyo fee ya trading kama trading. Sasa ile ada zile, yale makato ndio yanaenda kwa CFTC. Cha kwanza, akaambiwa na wewe utahusika katika masuala ya swap. Kuswap token. Kama tunavyofundishwa na walimu zetu akina William Masumbuko kwamba swap token ya William kwa Pi au token ya nani ya Dominic kwa Pi ngapi. Sio swap token ya Pi kwa nini kwa sio fruit token. Pale kuna kitu kinaitwa gas fee, sio transaction fee. Ile inawakata pale unapofanya ile swap. Unapofanya swap token moja kwenda token nyingine. Kwa sababu zile token zipo katika liquidity pool. Liquidity pool yoyote unaifahamu wewe ya kufanya swap ipo katika mfumo wa decentralized. Ni sarafu ambayo haimilikiwi tena na mhusika. Ile ni sarafu ambayo ya umma, kwa pale CFTC wanahusika. Sasa hapa ndipo SEC na CFTC walipokuwa wanaanza kuvutana kwamba mimi nibaki wapi, wewe mipaka yako ni hii, wewe utasimamia hapa. Baada ya kuvutana kwa muda mrefu, ndipo ikaletwa sheria inaitwa Clarity Act kwa ajili ya kuwapatanisha hawa viumbe wawili, kumpatanisha SEC pamoja na CFTC, kwamba wewe SEC, baada ya sheria, mipaka yako katika masuala ya digital asset au katika masuala ya cryptocurrencies, wewe barabara yako ni hii hapa, usije ukacross. Na wewe CFTC, barabara yako wewe ni hii hapa, usije ukacross. Msije mkakutana hapo. Kama mkikutaniana, kila mtu amekutana kwa mwenzake, kama vile treni. Katika njia za treni kuna sehemu, kuna terminal. Zile treni zinaweza zikatoka kwa speed, ukatoka kwa macho yako unasema haki ya Mungu, zile treni zinaenda zinagongana. Lakini kumbe zile reli zilivyotengenezwa pale zimepishanishwa, kuna nini, kuna vitenganishi, sio ni viunganishi wanaoweza wakaunganisha njia hii ikaungana na njia hii. Kwa hiyo treni washangazi ikifika pale na speed ile, lakini zinapishana, hazikutani face to face. Sasa ndo hao wanachotaka Clarity Act watengeneze sheria hawa watu wawili wakutana. Lakini hiyo sheria sasa ya Clarity Act ina mzozo wa vifungu ambavyo sasa kupitia chama cha chama cha Democrat, maana Marekani vyama vikubwa ni viwili, Republican na Democrat. Sawa, kwa chama cha Democratic Party, wao wanaunga mkono SEC. Wanamuunga mkono nani? SEC. Kwa sababu SEC yeye anaenda mbali zaidi. Hadhibiti tu mali za kidigitali. SEC yeye anamdhibiti mtengeneza hiyo mali ya kidigitali. Yani SEC anamdhibiti muunda sarafu. SEC anamdhibiti mtumiaji sarafu. SEC anamdhibiti kitunza sarafu ambao ni hizo exchange. Kwa SEC jicho lake lilikuwa linaiangalia exchanger, activities zake ni zipi. SEC anamwangalia mwenye exchanger pia, anamwajibisha. SEC atamwangalia mwekezaji, anapokea Pi kwa ajili ya nini, akafanyie nini, atamwajibisha. Atamwajibisha na yule mtumiaji wa ile sarafu pia. Sijui tupo hapo. Lakini CFTC hausiki na masuala ya wawekezaji. Yeye anahusika tu na commodity zake. Anaangalia tu mali imekizi vigezo. Je, mali hii ni full decentralized, haina mtukati? Ndio. Je, ina shughuli halali na halisi? Mfano, leo tokeni ya William
William ameunda token yake, tunaiangalia. Token ni decentralized, ndio ipo ndani ya blockchain ambayo ni decentralized. Moja, okay, na ikiwa tiki. Na hiyo token, je, ina matumizi halali? Ndio, ina application yake. Ile application inahusika kuuza bidhaa mbalimbali. Inauza vipuli, sijui inauza nyumba, inauza chakula, inatoa huduma, sijui ushauri na saha, inapima watu ukimwi, hivyo. Imewekewa tiki. Je, hiyo token aliyeunda anafahamika? Ndio, anafahamika, ni bwana William Masumbuko Kahegwa. Safi, anafahamika. Katika blockchain amefanya KYC kwa ajili ya kuepuka anti-money laundering. Anaangaliwa, ndio bwana amepass KYC, tiki, token hiyo ni halali. Yaani wanaiangalia hivyo tu. Kwa hiyo kama wakiona token haina uhalali, haina hivyo vigezo, wanasema hapana, hii token kwetu sisi haina uhalali, hatuidhibiti, haiwekewi sheria. Hawamwajibishi mwenye ile token. Lakini SEC wakiona umeipeleka token sokoni, alafu umepita njia za hazieleweki, wanakukamata, natiwa ndani. Sasa Democratic wakasema hii sheria mpya hii ya kutaka kugawa madaraka inaanza kumnyima nguvu SEC, ambaye SEC sasa yeye ndio alikuwa anaonekana ndio mkombozi wa nini? Ndio mkombozi wa masuala ya crypto, inawatetea wawekezaji na inawalinda wengine dhidi ya kitu kimoja. Mfano, SEC inakuwa inaangalia mfano wa masuala ya financial system wa masuala ya fiat currency. Mabenki wako chini ya udhibiti wa SEC. Benki hizi za fiat currency wanalipa kodi, wanadhibitiwa na SEC. Na hawa fiat na hawa cryptocurrencies nao wanadhibitiwa na SEC. Sasa huyu SEC anatakiwa ampe haki fiat mabenki awape haki zao, alafu na hawa crypto pia awape haki zao. Sasa mabenki wanakuja wanalalamika kwamba hawa watu wa crypto wanatoa ahadi ambazo zinavutia, kwamba ukija ukideposit utapata discount fulani, na ukideposit huku utazalishiwa. Mfano, ukadeposit USDT milioni moja, USDT 100,000 katika Binance. Ile USDT ukanunua sarafu, unapata faida, ile sarafu itapanda. Kwa mtu ataona kuliko pesa zake ziweke tu benki, awe anakatwa, au ile fixed account ambayo anapata faida kidogo kidogo kwa miaka 5, mtu ataangalia bora akaweke kule. Kwa hiyo mabenki wanaanza kulalamika, wanamlalamikiana na wanamlalamikia SEC. SEC anaona haya, hataki upendeleo, anataka wewe ni mtu anayesimamia haki, kwa atawadhibiti wote kwa pamoja. Lakini anavyokuja Clarity Act, yeye anataka kila mtu afanye jambo lake, si ndivyo? Ambalo jambo lako sasa uwe umepasi KYC, haujulikani, ni wewe mwenyewe. Akasema ndio maana mwanadada Elizabeth Warren katika speech yake katika kuishawishi Congress ile ya wanaosimamia hii swala la upigaji kura wa Clarity Act, ambao wao vigezo vyao wao Democratic wanasema kwamba hii Clarity Act sio kama wanaipinga, kuna baadhi ya vipengele ibadilishwe. Miongoni mwa baadhi ya vipengele vya kubadilishwa, rais kwanza asiwe na mamlaka juu ya faida ya Clarity Act. Yaani inaonekana Elizabeth Warren anasema inaonekana Donald Trump ana maslahi juu ya Clarity Act kwa sababu anataka awalinde watu wake, kwa sababu Warren anasema Trump aliweza kupata zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 1.4 kupitia Crypto Ventures mwaka jana 2025. Kwa anaona sheria hii haizuii faida hizo kuendelea kuongezeka. Mwaka jana, si mnakumbuka, waliunda sheria ya naniliu ya Bitcoin Reserve ya Marekani. Sasa ile Bitcoin Reserve nye msione vitu vinaendeshwa vina siri nzito. Katika ile kununua Bitcoin kuifanya ni miongoni mwa hazina ya Marekani.
Donald Trump na familia yake waliweza kujikusanyia faida za dola za Kimarekani bilioni 1.4 kutokana na hivyo kushawishi serikali au kushawishi seneti waingie katika mfumo huo wa crypto. Kwa sababu ya Marekani, Donald Trump kabla hajawa rais alikuwa yupo katika industry ya crypto, ni mwana crypto mzuri tu. Kwa Warren anasema Donald Trump mwaka jana alijipatia dola za Kimarekani bilioni 1.4. Sasa hii sheria mpya, anaona wale ndugu zake, familia yake, mashoga zake, marafiki zake wakiendelea kujilimbikizia mafaida kuhusiana na Clarity Act, kwa sababu haina udhibiti mkubwa wa kisheria ambao utaweza kuwalinda wawekezaji. Warren alisema haiwezekani rais awe na maslahi makubwa kwenye crypto halafu ashiriki kusimamia mfumo wa sheria unaoathiri sekta hiyo bila strong ethics safeguards. Sheria kwamba rais yeye ndo anakuwa kinara wa kupigia mchapuo, pigeni hiyo, wekeni tiki, ujue hapo kuna kitu. Hoja yake ya pili anachosema kwamba Clarity Act inaweza kufanya baadhi ya crypto activities zitoke nje ya securities law, kwamba kuna baadhi ya crypto zitatoka nje ya udhibiti wa security laws ambao ni hiyo SEC, utatoka nje ya mfumo wa SEC. Kwa hivyo anasema kutaweza kupunguza protection, ulinzi ambao wawekezaji wanapata chini ya SEC. Na hii Marekani, wawekezaji wa crypto wa Marekani watakapopata changamoto ndani ya crypto, wana sehemu ya kwenda kulalamika. Leo hii mgawanyo huo ukitokea ambao sheria yake haijawa kamili, haijadhibitiwa vizuri, basi kuna watu wataenda kuumia, kuna watu wataenda kulizwa, kuna watu wataenda kukomba mamilioni ya pesa. Kwa hiyo Warren anasema msimpe crypto industry mlango wa kukwepa sheria za securities kwa kuita tu digital commodity, kwamba tu msiseme Bitcoin ni digital commodity, kwamba haisimamiwi na SEC, kwa sababu SEC yeye ana meno makubwa, mkono wake ni mrefu, unashika vitu vingi, kwamba sasa muitoe crypto hii katika mfumo wa SEC muipeleke kwamba hii ni digital commodity isimamiwe na CFTC, ambao CFTC inapigwa chapuo sana na Republican, ambao Republican ndio chama cha Donald Trump. SEC inapigiwa chapuo na Democratic, ambao Democratic ni chama cha kina Joe Biden, wakiwemo wakina na Elizabeth Warren, ambao huyo Donald Trump wakati niko katika kampeni za kugombea urais alisema atahakikisha anamweka mbali ya Elizabeth Warren na washirika wake na kuifanya Bitcoin kuwa ni sehemu ya kitovu cha Marekani. Ukiona hapa hii Clarity Act, kuna vita baridi inayoendelea ambao wengi wetu hatuifahamu. Ni vita ya kimaslahi binafsi ndani yake, na ni vita ya maslahi ya mustakabali wa crypto ndani yake. Wapo crypto wanaifurahia Clarity Act ipite, na zipo crypto zinasema hapana, hii sheria ifeli, kwa sababu ikifeli kuna baadhi ya mambo yetu sisi hayataweza kwenda vizuri, yataenda mrama. Wapo wanaosema na ipite. Kwa hiyo kila mtu ana hoja zake. Hapa mimi nimejaribu kuongea kwa kifupi kwamba ili uielewe Clarity Act ni sheria ambayo inakuja kwanza kuwawekea mipaka na njia na waongoza sheria wawili ambao ni SEC pamoja na CFTC, kwamba hii Clarity Act haitamsimamia SEC peke yake, kwamba tunaposema Clarity Act ikipita sasa SEC ndio maana hapana, kwamba Clarity Act sasa ikipitishwa hiyo ambayo ipo
Ikipita hivyo, basi kutakuwa kuna sarafu zimegawanyika. Kuna sarafu leo zitaanza kuitwa na digital commodity ambazo kama nilivyoziainisha hapo juu, na kuna sarafu zitaonekana hizi ni securities au token zitasemekana hizi ni securities ambazo kama nilivyoziainisha hapo juu. Sasa basi hii project yetu ya Pi, endapo sheria hii ya Clarity Act sijaingia kuijua hiyo sheria kwanza ipoje na vipengele gani, hilo sio swala letu. Nimelizungumza in general tu kwa ujumla kwa juu. Sasa hii sarafu yetu ya Pi, tuangalie endapo ikapita Clarity Act, crypto ya Pi itakuwa katika mkono wa nani? Sheria ya nani? Je, itakuwa katika sheria ya SEC au itakuwa chini ya CFTC? Kwa sababu hata Pi mwenyewe ukisoma kipengele namba 6 anamuogopa SEC. Yaani hata Pi mwenyewe anamuogopa SEC. Hataki kuwa chini ya SEC. Na ndio maana amesema mimi sarafu yangu siuzi, sarafu yangu mimi haiuzwi kwa ajili ya uichukue kwa ajili ya ahadi ya baadaye, ambayo ahadi ya baadaye ndio hizo interest. Sasa ahadi za baadaye ndio hizo security zenyewe ambayo inaingia kwenye mikono ya SEC. Mimi sarafu yangu haiuziki, haitolewi kwa ahadi, sio kwa ajili ya matangazo, sio kwa ajili ya ads, yaani ili upate faida, hapana. Mimi sarafu yangu ukiipata ni kwenye wallet yako, utatumia tu kwenye wallet yako kumtumia mwenzako, basi mtakuwa mnatumiana wenyewe kwa wenyewe. Mimi hiyo ndio sarafu yangu, kwa sababu kuna SEC. Akasema pia kuna sheria za Ulaya. Angalia na sheria za nchi yako. Hata Pi project mwenyewe anamuogopa SEC. SEC hana mchezo bwana. Sasa ambao SEC imeshikiliwa sana na Democratic, chama cha kina Joe Biden, ambacho chama hiko cha kina Barack Obama hakina sana mifumo ya crypto, hawazingatii sana masuala ya crypto. Huwa na mambo yao wanaozingatia sana. Sawa? Sasa ameonekana hiki chama cha Republican wanataka kuibadilisha dunia iwe katika mfumo wa crypto, ambao si ndio tunataka. Sasa tuje Pi ilivyoanza na sasa hivi itakapoingia katika full decentralized ikapita, itakuwa katika mikono gani? Tutaiangalia vipengele ambavyo vitasababisha Pi ionekane kama ni ipo katika mikono ya CFTC. Na je, kutakuwa kuna faida kwetu au ni hasara kwetu? Na je, isipopita Clarity Act ni hasara gani itapatikana kwa Pioneer au kwa mradi wa Pi? Utakuwa ndio kushnei au utaendelea na mfumo wake? Tukutane katika voice inayofuata. Inawezekana sio sasa hivi au sio leo, utakapopatikana wasaa. Mungu awe pamoja nanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.